Uliziaje umerudi nyumbani na tuzo? It's good. It's a good feeling. Sababu muziki wetu kutambulika. Unajua hii ni tuzo kubwa za Afrika. So ni kitu kizuri sana, inatupa nguvu kwa ujumla kama industry yote East Africa kwamba tunatambulika na muziki wetu uko sawa, sababu nominations wa East Africa walikuwa wengi. So it's a good feeling. Yeah. Nice. Unawaambia nini wa Tanzania? Mwaka mmoja tu pilika za Nigeria umekuja na tuzo moja. Unaweza kuahidi nini mengine ambayo utayaleta kupitia hicho ambacho mko nakifanya huko Nigeria? Hii tuzo yangu ya pili. Kama chukua tuzo ya Eddies Tanzania mwaka jana, tuna same category Best East African Artist. Na tatu by the way nikachukua tuzo nyingine ya Very Coast ya Jaili, same category Best East African Artist. Na hii sasa hivi ni mara tatu tena nachukua Best East African Artist. Kwa hiyo nadhani ulikuwa ni mwaka bora sana, mwaka 2025. Na kwa watu ambao wananifuatilia wanajua Mungu alitusaidia tukafanya vitu vingi vizuri. Nianza nyimbo kubwa Olol Femi kwa mwaka jana, na mtu anaojua Femi ni nyimbo ambayo imefanya vizuri sana. Kuna God Design kwa kama My Sheila ni vizuri, especially internationally na zingine locally pia. Kwa hiyo itazeguye. Okay. Nice, mkutana na watu wengi wakubwa tumeona kupata nafasi ya kushiriki siku kadhaa kabla ya tuzo, mkutana na Kofi nazungumza kwenye ile nani ya Frima, lakini wengine wengi hata hapo nyuma tulikuwa na kina Wizkid na kina Davido. Tutegemee nini? Vitu vingi. Mwaka 2025 ni mwaka ambao nadhani utakuwa na kwanza collab nyingi kubwa, na asilimia kubwa ya wasanii ambao nimekutana nao, asilimia kubwa ni tayari nishafanya nao kazi tayari. Ni kujua tu yupi anaanza, yupi anaanza, na love ni kubwa sana. Na hata ukiangalia jinsi tunavyokutana, mazingira yanakuwa ni watu ambao hata wao pia wanaonesha ni mtu ambaye wako excited na wana furaha pia, mapokezi yao ni jinsi ya kuona wewe. So it means kazi zetu zinaonekana, vitu tunavyofanya vinaonekana. God is good. Nice. Tuliona ulikuwa headliner umoja wa show ambayo kwenye maandalizi ulihusika asilimia kubwa kwenye nchi ambayo huenda experience ulikuwa nayo. Ilikuwaje? How was it? Was good. Hofu ilikuwa tu kwa sababu ni nchi mpya. Sijawahi kufanya show, na show ilikuwa ni kubwa kweli, 8 December, ambao kila tarehe kulikuwa na watu heavyweight, sio Afrika duniani. Kwa kukabidhiwa tarehe ya kufanya tamasha kama lile kama headliner, tamasha kubwa kama la 8 December ambalo linafanyika kila mwaka, ni sio kitu kidogo. Kwa maana headliner inamaanisha unaweza kukidhi mahitaji ya watu kwa muda fulani. Alikuwa anafanya Ghana kutoka Marekani tarehe yake, mwingine alikuwa anafanya Busta Rhymes, mwingine alikuwa anafanya mimi, same event. Wasanii wengi, lakini mimi na nimetoka nje ya Nigeria. Kwa hiyo kwa vizuri, lakini I tried my best. Nashukuru watu walikuja wengi, maandalizi nilijitahidi sana kwa uwezo ambao nilikuwa nao kwa huo muda. Nashukuru Mungu, mapokezi yamekuwa mazuri, na mwaka huu nadhani kuna shows aina ile zitakuwa nyingi sana. Kuna bookings ambazo tumezipata, na vitu vitakuja vizuri vingi sana. Au kwenda na Mama Rakim? No, nilikuwa naye at this time. Kwenda kuchukua tuzo. No. Unajua kusafiri, tutafanya Rakim mdogo bado. Kwa hiyo tunajaribu kubalance sometimes. Hatuwezi kuwa tunasafiri muda wote. Sasa mmekuwa mnatengeneza uhusiano mzuri wa hizo nchi mbili kati yake wewe na wewe, na ninavyosikia nimepenyezewa kwamba huenda mama yake akawepo Tanzania wakafanya filamu, kwamba Jux amesaidia kwamba kuna collab za filamu zinaweza zikaja hapa Bongo. Iko sawa ama ni stories tu? Ni kweli. Ni kweli hicho kitu kiko, na soon kitafanyika na kitashirikisha pia ma actor na ma actress wengine wakubwa kutoka Tanzania. Ni project kubwa na nadhani itafanyika very soon. Nadhani kishafika kitaitwa pia na kujua vitu gani ambavyo vinafanyika, lakini ni kitu kikubwa. Na yeye mwenyewe pia nilimwambia, kwa sababu Tanzania yetu ni nzuri, tuna maeneo mazuri sana ambapo nadhani mkifanya kitu kinaweza kikasaidia kwa ujumla. Saidia Tanzania pia kawasaidia nyinyi pia kuonesha jinsi gani kuna mazingira mazuri sehemu tofauti za Afrika. Kukubalika, kwa hiyo inakuja pia. Kwa hiyo kutakuwa na fursa pia kwa actress na actors wengine. Kuna clip unaonekana unaigiza, watu wakasema Jux ameingia kwenye uigizaji. Ndio hivyo mama mkwe amekuingiza huko? Amna ile nilifanya, kuna jamani anaitwa Brother Shaggy, is one of the biggest comedians, na ilikuwa kama wanaita kama zile clip fupi short clip. Kwa ni mtu wangu yule sana, akaniambia ana idea ambayo anataka ionekane hivi na hivi, nikaisoma idea sababu ni mtu ambaye ananisupport sana, supportiana. Kabla why not fine. Kwa hiyo siku zote watu wanakusupport, inabidi na wewe pia uwasupport ndio vile. Kwa hiyo ndio hivyo, lakini sio kwamba nilikuwa ndo kitu changu officially, by I'm the artist. Issue yote ambayo itatokea haina mazingira yoyote, you can always do something. Kwamba unaweza kaigiza siku moja. Of course, why not?
Okay. Nimeona kuna baadhi ya mashabiki wako walihoji Jux hizi nyimbo ametoa hivi karibuni, mbona kama kawalenga wa Nigeria, sisi tushamzoea Jux wetu anatuimbia, anaimba nyimbo fulani hivi. Hiyo vipi? Kiukweli unajua ukishakuwa kwenye position fulani na mazingira fulani, sababu mimi nishapata fan base tofauti kidogo. Na fan base ya nyumbani na fan base ya watu wengine nje ya nyumbani, na tunaimba nyimbo lugha zinakuwa tofauti. Sometimes inakuwa aina ya muziki, kuna aina ya muziki ambayo ni rahisi sana ukifanya hapa inakuwa vizuri sehemu nyingine, lakini kuna muda inabidi ubalance. Ila hizi nyimbo mimi ninazotoa siamini kama ni za wa Nigeria tu, ila kwa sababu nimeweka kidogo labda Kiingereza sound za Afrobeats more, kwa sababu tuweze kubalance na watu wengine pia vitu kama hivyo, lakini nyimbo za watu wote na zimefanya vizuri kiukweli. Kama C-Body sasa hivi naona watu wengi sana wanafanya TikTok na video nyingi sana, inakaribia 100,000 za C-Body kwenye Nigeria. Kwenye show pale it was like 10 days after C-Body Majo, ni nyimbo ambazo kule zinafanya vizuri. Kwa hiyo yeah, it's a good thing, nashukuru. Lakini Tanzania mimi ni nyumbani kwetu, na Watanzania ndio wamenifanya niwe hapa. Kwa hiyo no matter what, siwezi nikasema eti kwamba nafanya muziki kwa sababu ya Nigeria. Mimi nafanya muziki kwa sababu ya Afrika kwa ujumla. Na kuna sometimes nasema okay, hii ladha naifanya targets fulani. Inafanya hivi kwa sababu uweze kubalance masoko yote. Na kwa sababu unaweza ukaitwa sehemu unafanya show kama hivyo, show ya headliner. Headliner inamaanisha you have to perform more than 1 hour na watu wawe entertained. Hadi promoter anakulipa hela nyingi sana. Show kubwa kama hiyo inamaanisha lazima uwe na catalog ambayo mshabiki wako akija pale asiboreke kalipa kiingilio. So sometimes you need to balance na kuangalia muziki yote kwa muda gani inakuaje, lakini at the end of the day music is music. Okay. Umeshinda tuzo mbili Yeah, tuzo best male artist. Na nadhani wakati nilichelewa kidogo kutoka kwenye red carpet, wakati naingia Fole walikuwa anachukua tuzo, alishinda kama mshindi. Ya wakati anachukua akanipigia simu akaniambia Jux tumeshinda tuzo, kwa sababu alikuwa na nomination big. Alikuwa na nyimbo yeye na Mbosso over na Ololu Femi. Akaniambia tumeshinda, akaniambia umeshinda nini? Akaniambia Ololu Femi. Akaniambia okay ni sawa. Baadaye tumetoka ndani, hata kuna people alikuja room tukawa na mama nini. Kwa hiyo ndio hivyo, lakini sijui, I don't know, lakini I think it's true. Lakini baadaye tena ikaja kutokea nikaona tena imeongelewa, sasa sijui misunderstanding vipi. Lakini Fole ndio alisema hivyo. Kwa hiyo I think kama ni Ololu Femi na maanisha tunazo mbili, lakini officially tuzo yangu mwenyewe ni 2025 2026 Jux. 2025 umekuwa ni mwaka ambao una baraka sana kwako, kwa sababu tumeona ngoma zako zilikuwa zimefanya vizuri sana, especially Nigeria. Uliingia mpaka kwenye top 10 ya Spotify ya nchini Nigeria. Baadhi ya ngoma zako ziliingia pale, na inaonyesha kwamba jinsi gani washabiki wanajua kufuatilia. Kuna namna tu wanasema kwamba through ndoa yako imepelekea kujenga fan base kubwa sana nchini Nigeria. Hichi kitu unakichukulia vipi? Kiukweli ni sio uongo, naweza nikasema, kwa sababu harusi yangu ni moja ya harusi ambayo imepata nafasi kujulikana na watu wengi sana. Lakini pia sio kila mtu angeweza kufanya harusi afu wa Nigeria wakamjua. Unaweza wakakujua alafu baada ya kukujua what next. Do you understand? Unaweza ukapata nafasi ukaenda hata kwenye uwanja au ukasajiliwa na timu ya Manchester United ukaingia uwanjani, lakini je, utacheza msimu yote? Utaweza kusurvive baada ya kusajiliwa? What are you gonna do? Kwa hiyo hata ndio hiyo ni kitu ambacho kimenisaidia kunitambulisha kwa watu, especially East West Africa. Lakini pia naweza nikasema kazi, muziki tunaotoa, timu yangu, strategy kuzijua zinaingiaje, kwa sababu it's not easy. Please guys, I miss my husband. Thank you. Yes, so I'm so happy for him and more to come. This is a good way to start the year. It shows that we have more wins on the way. Thank you.